Natumaini kwa wewe ni mzima wa afya na kuona endelea vizuri, na leo kulishinda habari. Kumbuka kwa niliwafikisha habari za drone iliyoshambulia sehemu za Kiziba, na tutazungumzia kuhusu drone iliyoshambulia sehemu za Poezero, na tutasikiliza ujumbe wa mzee Muhivwa Godefroid. Ni ujumbe leo toa kwa vijana wa Kikongomani kuepukana na ubaguzi wa ukabila. Ni ujumbe mzito, ujumbe wenye maneno mazito. Maneno mazuri kwa wale ukiyasikiliza, ni maneno mazuri yenye kujenga. Na habari zetu tuzianzie huko sehemu za Poezero. Kwa leo tarehe 26 Juni zinaweza kuwa shambulio kubwa linalodaiwa kutekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones zisizojulikana, lilenga kambi ya kijeshi inayojulikana kama Poezero, inayotumiwa na wanajeshi wa Burundi pamoja na jeshi la FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka eneo hili, nasema kuwa shambulio hilo limesababisha vifo vya wanajeshi kadhaa na wengine kujeruhiwa, ingawa idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa bado haijathibitishwa rasmi. Na wakazi na mashuhuda wanasema kulikuwa na hofu kubwa na milipuko na taharuki ndani ya kambi hiyo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Burundi wala FARDC kuthibitisha kueleza kilichotokea. Na shambulio hili linakuja baada ya madai ya shambulio lingine la mapema ya wiki hii ambalo linadaiwa kuwaua wanajeshi 5 wa Burundi, ikiwemo afisa mwenye cheo cha meja, lakini nalo halijathibitishwa rasmi, na hadi sasa hajulikani ni nani aliyetekeleza shambulio hilo la droni na wajui lilitoka wapi. Taarifa zinaweza kuwa zinazosambaza zinadai kuwa shambulio hilo limesababisha hasara kubwa kwa vikosi vilivyokuwa katika eneo la Poezero, na Poezero iko karibu na mji wa Minembwe katika wilaya ya Mwenga mkoani Kivu Kusini. Eneo hilo lina kambi za FARDC na jeshi la Burundi. Na hii ni taarifa kwa ufupi kutoka eneo za Poezero, na naomba tusikilize ujumbe wa mzee Muhivwa Godefroid. Tafadhali tusikilize ujumbe wa mzee Godefroid, ni ujumbe una message kubwa sana, naomba tusikilize. Asante. Naona kijana unastahili ufunzwe kabisa, unastahili ufunzwe. Kuna mambo mengi hauelewe. Ukichukua Katanga ambayo ina mpaka na Angola na Zambia, hao watu wa Zambia na wa Angola wamoja wana ukoo moja na hawa wa Kongomani walio mpakani huko Bakampanga, Bamushasha, banasema Muchacha, nadhani ndio Muchacha, wako wa ukoo, hapana ukoo, kabila moja. Juu katika kabila kuna ukoo ndio clan, alafu kabila ndio tribu. Ule Mwati Yamvu ni mwami wa hiyo kabila ambayo iko Angola na iko huko Zambia na Kongo, lakini makao yake ni Kongo. Ukienda fasi zote kuna makabila ngambo na ngambo ya frontiere, hakuja kuwa matatizo. Unauliza ni kwa nini wao tu, yani wale wasema Kinyarwanda tu, kwa kuwa wasema kile Kikarundi, hakuja kuwa shida. Hapa juu yetu karibu, ukachukua gari unaweza ukafika, uchukua gari Goma unapafika. Hawa watu wako Butembo, Lubero, wale wanaita Wanande, wengine wanasema Waira, wote ni sawa tu. Ngambo yao huko, le chef, le patron de la coutume yupo Uganda, wanawaita ni wakabila wa Bakonzo, hakuna problem. Kwa nini? Hao Waganda, hao Wakongomani wa huko ngambo ya Beni, kabila za huko hazijaambia wale Wanande wawaambie ninyi rudieni Uganda, ninyi sio Wakongomani.
hizi kabila ambazo zipo Muchacha na pembezoni zote huko Katanga, kwa kuwa si Wakarundi tu ndio wako huko, kuna kabila zingine hazijaambia Wakarundi ambao wako pale Katanga kuambia ninyi rudieni Zambia, rudieni Angola, huko ndio kwenu, ninyi hamuko wa Kongomani. Utanaambia ni jua lileta vita ndio maana wamewakataa. Hapana, hiyo kitu ya kusema Watusi même ceux qui sont là tout à fait tout près de la frontière, ambao mipaka ilikatika, walikata wazungu, hawajajideplace kwenda mbali sana kama jinsi leo Wanyamulenge wao hiyo 18e siècle wamekuja wakaingia, waliwakuta wengine nao wamekaa, nao wametoka nafasi zingine, Bafuliru, hawa wa ndugu zetu hapa juu huku Bunyakiri, hawa Wahavu, hata hawa Washi hapa Bashi ni watu wa Royaume di Bunyoro, nao wametoka huko. Lakini hawa watu wa Kivu hapa, Kivu hapa chini sana sana, Sud Kivu na hii Kivu Centrale hii ya Bukavu hii, hao watu na sana sana Nord Kivu ya Sud ya Nord Kivu, hao watu wameingiza chachu, na imetokana na nani? Na mtu anaitwa Denis Paluku ambaye alikuwa ministre de l'agriculture wa gouvernement provincial ya Kivu ya Kabambi. Alitafuta akate provincette ile Nord Kivu, akate vipande vitatu, wenzake wakakataa. Waliokataa ni wanani? Herman Habarugira na Rwakabuba Shinga wamesema hapana. Hao ni wasema Kinyarwanda, walikataa, hapana, hatuwezi kata hivyo, hiyo kukatakata ni matengano, tuache district ya Nord Kivu ibaki hivyo hivyo, kwa kuwa zilikuwa 3, district ya Nord Kivu, district ya Maniema, district ya Sud Kivu ambayo ilikuwa chef lieu Uvira. Mimi niliona ilikuwa natumikia ndani ile manyumba za Serh leo, ilikuwa Ires zamani, ni Serh leo. Hapo ndio kulikuwa ku district pale. Mimi nimefika hapo. Yeye Denis Paluku akasema tukate, wenzake wakasema hapana, hatuwezi tukakata. Wengine ndani ya Kongo watakata provincette tu, sasa tuone mafaa, takuwa tudogo province itakuwa mangapi? Hapana, tuache. Yeye wenzake walipokataa, kama ilikuwa ni 1963, akasema Kinshasa, hawa watu wanatafuta waliingia ndani ya Mulele. Basi Mulele alikuwa ishaanza huko huko Kwilu avec Pierre Mulele, naye ministre wa education wa gouvernement ile ya Lumumba, akawazingizia eti walisha kuwa en contact na Mulele, wanatafuta kuleta nao Mulele huko Nord Kivu. Wakadebarke makomando comme d'habitude à l'aveuglette, bila kufanya ujasusi kujua huyo ni nani amewatuma. Ni bwana Kasavubu 1963 walikuja, walipiga watu rwandophone, hasa Watusi wamepigwa, wameuawa. Kirote ilikuwa ni vitumba vya watu, ni mili ya watu kupigwa marisasi, wa massacre de Kirote. Sasa kijana, unasikia hiyo story au ujue ilikuwa bado AFDL haijaja kufika bado. Hayo mambo yakawa hivyo,
wakaanza kuwaita hao waliokataa, donc hivi mnakataa ninyi, mko wageni, mko Wanyarwanda. Habari ya Wanyarwanda ikatoka hapo Nord Kivu, ile walioita la guerre de Kanyarwanda. Ilivyokuwa hivyo, hautakuja kupiga mtu akose kujidefendre. Vita ya wenyewe kwa wenyewe ya hapo Nord Kivu ikaanzishwa na Denis Paluku, wengine wakijihami wakisema hatutaisha, hatutakubali. Lakini comme l'armée était là, l'armée s'est intervenue, akapiga sana, akamupa Paluku uwezo kushindwa, lakini wenzake wakaendelea. 63 64 vita iko huko ya Kanyarwanda. Nani alikuja kumaliza Mobutu? Akalifika Bino Nyenye Boti kama na Bino wana di Paluku yakawa yo Rakoba yakawa Arubugira yakawa balitumwa ki Katanga ki sijui ile sistema yake ya kumite watu. Hali akasema huyu akolobali susu oyo Rwandeo nini kangaye. Kimya ikakuya ti histori kondefu, nikakwambia utashangaa. Pana kulota tu, si hapa jua nini wao wanalitaka tu vita. Walileta vita wakati gani? Sio ni ya kwanza, nitakwambia ingine. Ule kwa ujumbe wa mzee na ni kiongozi pia, mzee Muhiva Godfrey. Kwa kweli ni ujumbe mzuri sana, na kuna ujumbe uliofuatisha nitauleta baadaye. Asanteni sana, tuendelee kusubscribe kama ni mgeni, na kulike na kushare. Asanteni sana, Mungu awabariki.